Agosti 6, 1945. Siku ambayo dunia haikuchomwa tu na jua, bali iliteketezwa na kitu kilichoshuka kutoka angani. Saa 8:15 asubuhi, anga la Hiroshima lilikuwa tulivu. Watu wakitembea kawaida, maisha yakiendelea kama siku nyingine yoyote. Lakini ndani ya sekunde chache tu, mwanga mkali zaidi kuliko jua ulilipuka katikati ya mji. Kitu kilianguka kutoka angani, na kabla mtu yeyote hajajua kilichotokea, mji mzima ulibadilika kuwa moto, vumbi na kimya cha kutisha. Wale waliokuwa karibu na mlipuko hawakupata muda wa hata kufikiria, na wale waliobaki mbali waliona anga likibadilika kuwa wingu kubwa la uyoga lililofuta historia ya binadamu milele. Hiyo haikuwa vita tena, ilikuwa onyo la mwisho kwa dunia. Like hii video, share kwa mwenzako, kisha washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata ujumbe kila ninapopost. Na usisahau kusema unatazama simulizi hii ukiwa wapi. Sasa tuanze simulizi hii ya hofu na mshangao. Mwaka 1939, dunia ilionekana bado iko katika amani ya muda, lakini nyuma ya pazia, mvutano ulikuwa umefikia kiwango cha mlipuko. Ujerumani chini ya Adolf Hitler iliamua kuvamia Poland bila onyo. Siku moja tu ya Septemba 1, mizinga ilivuka mipaka, ndege zilifunika anga na miji ilianza kuanguka kwa kasi isiyoelezeka. Ndani ya siku chache, Poland ilikuwa imezidiwa nguvu kabisa. Mataifa mengine hayakuwa na chaguo. Uingereza na Ufaransa zilitangaza vita dhidi ya Ujerumani. Hapo ndipo dunia ilipoingia rasmi katika vita ya pili ya dunia. Vita ambayo haikuwahi kuonekana kwa ukubwa kama huo. Ujerumani ilileta mbinu mpya ya vita iliyoitwa Blitzkrieg. Maana yake, shambulio la umeme. Hii haikuwa vita ya kawaida. Ilikuwa ni mashambulizi ya ghafla, ya kasi kubwa sana, yakitumia mizinga, ndege za kivita na askari kwa wakati mmoja. Maadui hawakuwa na muda wa kujipanga. Miji ilianguka ndani ya masaa, si siku. Mistari ya ulinzi ilivunjika kama kioo kinachoanguka chini. Hii ilifanya Ujerumani kutoa maeneo makubwa Ulaya kwa kasi ya kushangaza dunia nzima. Watu walishangaa. Je, hii ndiyo aina mpya ya vita? Baada ya Ulaya kuingia vitani, Uingereza haikusalia salama. Mji wa London ulianza kushambuliwa kila usiku katika kipindi kilichoitwa The Blitz. Ndege za Ujerumani zilikuwa zikija katika makundi makubwa, zikidondosha mabomu katikati ya mji. Sauti za ving'ora vya hatari zilikuwa za kila siku. Watu walikimbilia chini ya ardhi kwenye shelters, wakilala humo wakisubiri asubuhi bila kujua kama nyumba zao bado zipo. Miji iliteketea, lakini maisha yaliendelea kwa hofu kubwa isiyoisha. Huu ulikuwa wakati ambapo raia waligeuka kuwa sehemu ya vita bila kuchagua. Wakati vita ikiendelea, sehemu nyingine ya historia ilianza kuandika giza kubwa zaidi. Maelfu ya watu, hasa Wayahudi, walikamatwa na kupelekwa kwenye kambi za mateso za Nazi. Huko, maisha yalibadilika kuwa maumivu ya kila siku. Njaa, kazi ngumu na mateso makubwa vilikuwa sehemu ya maisha ya kila mmoja. Dunia haikujua kikamilifu kilichokuwa kinaendelea hadi baadaye ilipogundulika ukubwa wa maafa haya. Hii ilikuwa moja ya vipindi vya giza zaidi katika historia ya binadamu. Mwaka 1945, vita ilifikia hatua ya mwisho, lakini kwa njia ya kushangaza zaidi duniani. Marekani ilidondosha bomu la atomiki katika miji ya Hiroshima na Nagasaki nchini Japan. Ndani ya sekunde chache tu, miji mizima ilitoweka. Mwangaza mkali, mlipuko mkubwa na uharibifu uliobadilisha historia ya dunia milele. Hii ndiyo ilikuwa mara ya kwanza na ya mwisho silaha kama hiyo kutumika vitani kwa kiwango hicho. Baada ya tukio hili, vita ya pili ya dunia ilifikia mwisho rasmi.
Lakini dunia haikuwahi kurudi kama ilivyokuwa kabla.